Nyinyi msomange sheria. Si sheria inakataza mwanamke kushika sehemu nyeti za mwanaume, kushika hivi kufinya. Biblia inasema mwanamke akifanya hivyo akatwe. Imagine. So it's good to read the law, and so sasa you know we are in the New Testament, but some of the consequences of doing things that are not supposed to be done, they are there. The Bible says if you are violent to your wife, then God will require it from you. Ukitandika mke wako makofi, Biblia inasema utalipishwa. Na ukiiba mke wa jirani, Biblia inasema utalipishwa pesa zote Mungu alikuwa amepanga akupatie hapa duniani. Na utabaki na mkate peke yake. Katigwa ugite. Wale mnapenda wanawake wa jirani, Biblia inasema utaanza kulipa from the time you enjoyed her. Utalipa mpaka ubaki na mkate. Mutarudi sadi. So kama ulikuwa unaotea mke wa wenyewe, ile pesa yote Mungu alikuwa amekupatia uenjoy hapa dunia. All the money that God had said you will enjoy here on earth, the Bible says you will pay because of that man's wife until you will be left with only a piece of bread. So if you are facing poverty in this church, you are trying everything, it is not working, remember the time you enjoyed someone else's wife. Na nyenye mawife, uachaneni kufanya hii mavitu ya kufanya mtu abaki na mkate peke yake. Bwana asifiwe wives. Kubusha mtu, na mimi ni mke wa wenyewe, kuisha kwako kutaanza hapa. Hiyo si ni Proverbs chapter 6 verse, is it 30? Or 31? Just there. Men, Bwana asifiwe. Kwani hakuna men kwa ibada? Men, praise the name of the Lord. Are you guilty as charged? So when you are trying to joke with the madams, ujue kama ni married ama not married. If they are married, you'll be left with a piece of bread. Umeiona? Wasome. For an account of a harlot, a man is brought to a piece of bread, and the adulteress stalks and snares as with a hook the precious life of a man. That is Proverbs chapter 6:26. Continue there down. Can a man take fire in his bosom and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals and his feet not be burnt? Do you hear? If you touch somebody's wife, other men's wives are shaku that has fire, isn't it? Unaona kajiko wakati kamewakishwa vizuri, kanawaka vizuri jioni mpaka kanamulika area hiyo. Hiyo ndio Mrs. wa wenyewe anakuanga hivyo. Alafu na wewe unachukua unaweka kwa kifua. Ile moto utawaka hatujawahi kuona. Can one walk on hot coals? Kutembea juu ya makaa moto ni kutembea juu ya Mrs. ya wenyewe. So if you can see a man registering guilt on the face, mwambie reform before you step on the fire. And his feet not be seared. Kwa hivyo mwanaume, if a man sins with the other people's wives, you will interfere with your feet. Your feet will be burned. Then you will not go to work, because if your feet is burned, hutaenda. So na kuna watu hapo wananiambia huyo dada bwana yake alimwasha, hata aliona wako na watoto. Sasa watu wanaona moto na wanataka kukanyanga juu yake. Hiyo ni kusema hivi, Archbishop, I can see some coals, but I am sure I'll step on them and I will not burn. You will burn. Then continue. 29. So is he that goes. So he who cohabits with his neighbor's wife will be tortured with evil consequences and just retribution. Men, hallelujah. Will be tortured. So some of the men here who did it with other people's wives, they are already being tortured.
And I'm praying for them every day and they are saying I'm powerless. I have power. Ni wewe unajitosha. Will be tortured with evil consequences and just retribution. Continue that. He who touches her shall not be innocent or go unpunished. So some of the men in Nairobi are going, you see they are being punished. Hata mtu anakuambia, this life I don't know where. Now they blame the government, they blame the kajo, they blame the church, they blame everything. But ni wao walichukua bibi ya mtu mwingine wako Amerika. Tumalizie ibada hapo ama mnataka tuendelee? Haya, that one. So if this man is found, he will restore. But if he is found out, he must restore 7 times what he stole. He must give the whole substance of his house, if necessary, to meet his fine. But whoso commits adultery with a woman lacks heart and understanding. That is moral principle and prudence. He who does it is destroying his own life. Can I call another call for men who have done that?